Nataka tujue hapa private sector wanatusaidiaje sasa ku unlock the youth potential in line with the dira. From your experience, please. Ya, naweza nikaanza na tena labda tena nijikite zaidi kwenye upande wa uchumi zaidi ili Anastasia apate space ya kuongea kwenye socials sababu ni uwanja wake zaidi. Human capital education utakava ili mimi nikave huko kwingine. Sasa areas ambazo private sector wanaweza wakaparticipate kwenye kukuza uchumi huu na kujumuisha vijana na watoto. Jambo la kwanza ni kwenye hizi tunasema projects of national interests, miradi mikubwa ya kitaifa. Sasa hivi miradi ya kimkakati, strategic investments, sure. Sasa projects sasa hivi tunayo kadhaa kama SGR pamoja na value chain yake yote, yani na system yake yote, kuiendesha, kuisimamia, kutengeneza, kufanya nini. Isije ikawa kwamba baada ya miaka 10 ikianza kuzeeka watoke tena Waturuki kuja kurekebisha. Kwa sababu sisi tumejenga kilomita 2,000 za SGR. By the time tutamaliza kilomita ya 2,000 tuwe na mafundi wenye uzoefu wa kuweza kwenda kujenga Lobito corridor. Kwa sababu wamejenga hapa na wanajua inavyofanya kazi. Kwa hivyo ile pale private sector wanaweza wakachampion lead hiyo kwa sababu wao pia watapata trainers, labor agencies na kadhalika. Ni area nzuri sana ambayo wanaweza wakaangalia. Similarly miradi kama Nyerere hydropower, kama tumejenga bwawa la megawatt 2,000, manake tuna uzoefu. Litakapopasuka na kuwa na cracks, tusubiri tena wa Misri kuja kurekebisha ile operation, maintenance, tuwe na uwezo hapa ndani ambao tumejenga local capacity, tumelocalize ili baadaye tutake advantage ile na sisi tu export ile labor kwenye region. Tunaweza tusikompete na Wachina, lakini clearly Malawi na Zambia na Kongo au ni wanyonge wetu, tusiache Wachina wakatuvuka hapa kwenda kule, na sisi pia tukamate sehemu kwa sababu tumepiga hatua mbele kabla yao. Kwa miradi ile iko mingi. Area ya kwanza ni hiyo miradi ya kimikakati. Area ya pili ni kwenye fedha, financing. Miradi hii inahitaji fedha nyingi. Tusitumie sana hela zetu za serikali na za watu wa kodi. Badala yake zile tuwape akina Anastasia waziweke kwenye maeneo ambayo hayalipi sana kama afya, elimu, maji na ile miradi ambayo inalipa. Basi private sector waweke hela zao, na hata huko pia tuwe wabunifu zaidi. Tayari tumeona mfano sasa hivi private sector wanakusanya hela nyingi sana kwa kupitia mifuko, hii mifuko ya vipande, unit trusts, wale maji Tanga pale wamekusanya hela nyingi kuliko wanazohitaji kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa maji safi na maji taka. Dar es Salaam pia tufanye hivyo kwa DAWASA. Watu watakavyoona fursa kama hivyo, private sector wataweka hela mle, lakini na private individuals na kadhalika, pamoja na maeneo mengine. Kwa hivyo fedha za mitaji kwa ajili ya maendeleo na mambo ambayo ni ya kimkakati, sio lazima TRA ichukue kwa wananchi. Tutumie kwa namna zingine hizo ambazo ni strategic. Na kwa vijana, especially hawa ambao na miaka 20, 18, ngapi, ukiwa na hela yako hata kama ni 500,000, ukiweka kwenye hizo fursa hizo, ukinunua bond, sijui ya Tanga, sijui jamii ya CRDB, sijui UTT, baada ya miaka 20 itakuwa imekuwa milioni 50, sababu inakuwa usiku na mchana inajicompound. Mmesikia hapo? Nafikiri niishie hayo mawili hayo. Inakuwa kuna ile aspect wanasema let your money work for you. This is what doctor is talking about. Si ndio Na investors sio wale wanaokuja hapa na ndege na meli na madude yote. We are the investors in our country. Doctor amesema even your 500 can do wonders. Yani wewe umekaa nyumbani huko au unafanya shughuli zako, siku moja niliwahi kuandika kwenye mitandao kwamba jamani, Gen Z, hasa kwa Gen Z, mimi na nyie, mshahara wako it is not
kwa ajili ya kuokoa kijiji. Mshahara wako it is mbegu, ni mbegu Mungu amekupa ukawekeze huko kwenye bonds manini, sawa? Kitakachozaliwa kule kwenye bond sasa ndio tumia kwenda kuokoa kijiji chako. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mshahara ni panda kama alivyozungumza hapa Dr. Sukile. Find where you can invest little by little. 10% ukimpa Mungu, 10% nyingine peleka kwenye shamba, invest. Are we good or good? Thank you. Karibu madam. Kwa kweli tunawashukuru sana kina Dr. Sukile, kina moderator. Hiyo elimu imesaidia. Sasa hivi tunaona wimbi kubwa mno la watu wanajitahidi kuwekeza. Okay. Na kama umeuliza kuhusu private sector, hilo eneo mojawapo wanajitahidi, wanafanya vizuri. Nilikuwa nawasikiliza Vodacom majuzi, walikuwa wanaelezea zile mwekeza mkoba zao jinsi ambavyo zimeweza kusaidia hadi SMEs, hadi wale informal market women, yani watu wa hali ya chini kabisa wameweza kuwekeza kwenye hizo platforms. Kwa hiyo kwa kweli hii elimu inaongezeka. Kale ka ujamaa tulikokuwa nako kwamba mshahara wangu wote nawapa kijijini alafu mimi nabaki hivyo, inaanza kuisha. Na ile hali hivyo wanabaki na madeni. Yaani mshahara wote anaokoa kijiji, anaenda kukopa hela kula. Anaenda kukopa hela kula, au kishazeeka unaanza kulaani watoto. Hawanitunzi, hawanisaidia, wajenzi wenyewe hawa. Sasa hizo wazazi wameanza kuamka. Wanaona hawajenzia hawa nisije kutarajia wanitunze. Watakuwa wanatunza watoto wao, bora nijiwekezee mwenyewe. Kwa hiyo kiukweli hilo ni eneo mojawapo ambalo elimu inaendelea. Private sector wanajitahidi kufanya vizuri kwenye hilo eneo la elimu. Lakini umezungumzia kuhusu longevity. Lifespan ya Tanzania. Ni eneo pia ambalo kwenye afya tunapaswa kuongeza ili kusudi watu waweze kuishi muda mrefu, watu waweze kufika mwaka 2050 wakiwa na afya njema, kwa sababu tunatumia gharama nyingi sana kwenye masuala ya matibabu na pengine ni non communicable diseases ambazo zinaepukika. Kwa hiyo private sector, makanisa ndio wajibu wetu, ndio fursa tulizonazo hizo, kuwaelimisha watu waweze kula vizuri, waweze kuishi vema, waweze kufuata kanuni za afya ili waweze kuwa na longevity na tupunguze gharama za matibabu. Kwa hiyo life expectancy actually tunataka tuwe na miaka 75. Watu wao wanaishi angalau miaka 75. Na kwenye elimu kama ambavyo tumesema tunajitahidi, tunafanya vizuri kwenye eneo la accessibility, lakini pia na eneo la kufaulu zile transition rates tunaenda kidogo vizuri, lakini bado kwenye lile eneo la relevancy ya elimu, vijana wetu wengi ambao wana graduate sasa hivi, watu wengi kwenye makampuni we are okay kwa ajili watu ambao hawana degree, kwa sababu relevance ya elimu ambao wanaipata ukija kumkompea na huyu mwenye labda certificate, diploma au hata asiye na elimu kabisa, unaweza kuta anafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tuna changamoto bado kwenye hilo eneo la kusababisha hii accessibility, na hao vijana wengi ambao wana graduate waweze kuwa na ubora ule ambao unastahili, tuweze kuexport kama ulivyosema, tusi export watu ambao wanaenda kufanya kazi za chini, tu export watu ambao wataenda kufanya kazi nzuri kwa sababu wana hiyo capacity. Kwa hiyo kwenye eneo la elimu nalo ni eneo ambalo tunaweza kuwekeza. Kanisa, private sector tunaweza kuendelea kuwekeza especially kwenye skills za after graduation. Na mimi ninafurahia sana kuna hizi program nyingi sasa hivi makanisani. Nimeona watu wa TAFES hapa tumekuwa tukishiriki kwenye zile programs za TAFES kwenye kuwajengea uwezo vijana wanao graduate ili waweze kufit kwenye soko la ajira. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tunapaswa kuwekeza sana, kujengea watu skills ili waweze kuwa bora na waweze kupata nani za kuweza kuwafikisha. Lakini vile vile digital accessibility. Kwa sasa tunasema accessibility ya internet penetration inazidi kukua. Majuzi tuliona TCRA wametoa takwimu over 50% ya watu wana access internet, lakini wanafanya nini huko kwenye internet? Are they consumers au ni content creators? What content are they creating? Kwa hiyo tuna kazi pia private sector kuwekeza kwenye kuwajengea uwezo, tena kama ili kundi la vijana 6000 tulokuwa nao tunapaswa kuwajengea sana uwezo, kwa sababu sasa hivi ukiuliza watoto kwambia I want to become a content creator, it pays more than being a doctor. Watoto wadogo kabisa wanatuambia hivyo, wanasema mimi sitaki kuwa daktari, ninasumbuka nini, sitaki kuwa architect, I want to be a content creator. A content creator makes more money than what a doctor makes. So hao watoto wanaotuambia hivyo tuwafundishe hizo content zenyewe wanazoenda ku create huko zina nini, zina add value gani kwenye uchumi. Kwa hiyo wakielewa hii picha pana,
alafu tukawajengea uwezo kwenye kutengeneza hizo content. Yeah, content creation is indeed very rich. A very young lady, 16 I think years old, American, and make a lot of money more than New York Times inayo make, and make a lot of money more than makampuni makubwa yanayomeka. Na utajiri wote huko sasa hivi kwenye digital platforms. Matajiri wote duniani tangu COVID ya tuliona utajiri ulivyohama, wenye Zoom, wenye nini, ndio wakawa matajiri kuliko watu wengine wote. Babangu anaweza zungumza vizuri sana hapo kwenye eneo la uchumi. Kwa uchumi sasa upo huko, tuwekeze sana kwenye hayo maeneo, including na haya mengine ambayo baba yangu hapa amezungumza sana. Thank you so much, Madam Anastasia.